kwa vijana ambao tumelelewa ama tumezaliwa miaka ya 2000, twende kwa ndugu yetu John Pombe Magufuli. Kabla ya kuingia kuwa rais, tumzungumzie kwenye hizi daraja tatu: moja, kabla ya kampeni; mbili, wakati wa kampeni; tatu, mara baada ya kampeni. Kuna klipu moja ilisambaa sana mitandaoni, Magufuli akiwa ni waziri wa ujenzi, akisema ya kwamba, nikija na nukuu, lakini sio kwenye line moja kwa moja, kwamba akiashiria mazungumzo ya kwamba nikija kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haya mnayoyafanya nitayafanyia kazi na huu upuuzi hautaweza kuwepo. Ikiwa inajenga taswira hiyo kwa kazi walifanya John Pombe Magufuli ya ujenzi wa barabara katika hii nchi. Barabara nyingi zimejengwa na John Pombe Magufuli, nyingi mno. Kubomolewa kwa barabara, wengi ni mashahidi hapa Dar es Salaam na sehemu nyingi sana, kubomoa kwa nyumba na kuweza kuzikarabati kujenga huko tena. Sasa nakuja kwa John Pombe Magufuli wakati wa kampeni, alikwenda akasema anakwenda kupambana na mafisadi. Alisema anakwenda kupambana na wale wote wanaifanya nchi kama sehemu ya kuchuma hivi. Alisema anakwenda kufix changamoto mbalimbali zilizopo kwenye uratibu wa shughuli za serikali. Huyu ni kiongozi wa wakati wa kampeni. Akaja akatoka hapo akaingia kwenye session hii ya tatu ya mwisho, kiongozi wa mara baada ya kampeni. Unamuona John Pombe Magufuli kwa mfano mchache aliyoweza kufanya, kwa mambo alivyoweza kuyafix. Ana mapungufu, hakuna rais ambaye ana mapungufu. Cha kufix mojawapo aliweza kufanikisha. Yule mwananchi aliyokuwa akimtetea wakati wa kampeni atampa priority kubwa sana ya yeye kuweza kujiimarisha kiuchumi, umaskini, uhuru wa kuweza kufanya biashara, uhuru wa kuweza kushiriki kwenye shughuli mbalimbali, uhuru wa huyu mtu kujiamini, kuwa na kiwanda nyumbani. Hii yote ni kumnyanyua huyu mtu kiuchumi. Hayo ni machache sana. Ameratibu mradi wa SGR, ulikuwa ni chini ya Iran, aliusema ukakamilika. Ameratibu ujenzi wa barabara za mwendokasi na vitu vingine mbalimbali. Ameratibu uhitaji ambao unaweza kuzungumzia masuala ya ndege, shirika la ndege la Tanzania kuweza kunyanyua na kuweza kusoma. Huyu ni kiongozi mara baada ya kampeni. Sasa hapo ni John Pombe Joseph Magufuli na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na waachia kama assignment kwa kiongozi ambaye tulionaye sasa hivi madarakani, unamgawanya vipi katika hizi sehemu kuu tatu: kiongozi wa kabla ya kampeni, kiongozi wa wakati wa kampeni na kiongozi wa mara baada ya kampeni. Sasa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyopo sasa hivi madarakani, na waachie ninyi kama assignment muweze kutafakari na kufikiria. Sasa nataka niende kwenye guiding principles. Nataka nimalizane na guiding principles. Guiding principles zipo 7. Ninazo 7. Tunakwenda chap hizi nazikamilisha haraka sana. Kanuni 7 za legacy making leadership. Kanuni ya kwanza, huyu kiongozi aweze kuacha legacy. Ili kiongozi aweze kuacha legacy, ya kwanza awe na vision. Awe na vision inayovuka kizazi. Naombeni mzinote, ili aweze kuacha legacy kiongozi,
Hizi ndizo kanuni 7 ambazo anabidi awe nazo. Ya kwanza, awe na vision inayovuka kizazi. Vision ya kizazi cha mwaka huu na mwaka wa baadaye. Kwa mfano, Rais John Pombe Joseph Magufuli alipokuwa madarakani alisema elimu bure. Alisema elimu bure. Hii ni vision inayovuka kizazi, akiwa na matazamio ya kwamba elimu hii atakayoipata huyu mtu mwaka 2015 16 kwa mfumo huu, kuna mtu 2028 na 30 ataupata kwa mfumo huu. Huku ni kuwa na maono yanayokaa na yanayodumu kwa muda mrefu. Hii inaitwa intergenerational vision. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Tunakimbizana na muda na kwenda kwenye kanuni ya pili. Kanuni ya pili, ili huyu kiongozi aweze kuacha legacy, awe na uwezo wa kujenga mifumo stahimilivu. Kujenga mifumo stahimilivu. Mifumo stahimilivu. Natumaini kuna wanafunzi wengi sana hapa wamepata mkopo wa chuo. Wengi sana wamesoma mpaka sasa hivi ndio wanapata mikopo ya chuo. Unapojenga mfumo kwa wanafunzi wanaoingia vyuoni waweze kupata pesa ya kujikimu, unapotengeneza mfumo wa loan board, mwanafunzi aweze kupata mkopo, aweze kuingia chuo anapata boom, aweze kujikimu, huu ni mfumo endelevu. Kiongozi anabidi awe na mfumo ambao hata akitoka aache mfumo ambao hata akitoka madarakani ule mfumo utaendelea kuwa stahimilivu na shughuli zitaendelea. Unapotengeneza mifumo mizuri ya kuhusianisha, kwa mfano unapohusianisha sekta mbalimbali, kwa mfano sasa hivi tumeletewa sekta ya vijana. Kwenye sekta hii ya waziri wa vijana kuna platform wameanzisha inaitwa Vijana Platform. Vijana Platform ni mfumo wa kuwakutanisha vijana. Sasa unakwenda kuona Joel Nanauka waziri wa vijana, ndani ya uongozi wake wa mara baada ya kampeni na kupewa wizara ya vijana, amekwenda kutengeneza mfumo unaoitwa Vijana Platform, ili vijana waweze kufika kuwasilisha mahitaji yao, haja zao, malengo yao kwa manufaa ya sasa na ya baadaye. Hivyo basi Vijana Platform utakuwa ni mfumo ambao hata Joel Nanauka akatoka madarakani, huu mfumo utaendelea kuwepo. Utawakutanisha vijana na vijana tutazungumza mambo yetu mengi sana. Anajenga mfumo unaofanya kazi hata pasipo yeye, itakapofika wakati hata kama asipo kuwepo. Huyu ni kiongozi ambaye anaenda kuacha legacy. Tunakwenda ya tatu, zipo sana. Ya tatu, ili huyu kiongozi aweze kuacha legacy, anabidi awe na maadili kabla ya mafanikio. Kabla kufikia mafanikio ya kuwaridhisha wananchi, kuifikisha nchi pale inapotakiwa kufika, huyu kiongozi kabla hajafikia hiyo sehemu ya huko, anabidi awe na maadili. Kwa haraka hivi sasa ukimtizama waziri wa vijana Joel Nanauka, huu ni mfano wenye uhalisia. Kwa maadili yake ya kazi anayofanya sasa hivi na uratibu anaofanya sasa hivi, bado hajafikia mafanikio. Mafanikio yake tutakuja kuyaona mara baada ya awamu hii kuisha, na ndani ya awamu hii tutayaona pole pole. Unaona kabisa kwamba maadili ambayo anayo
ni ya kutekeleza ama kufanya kazi, kuridhisha mahitaji ya vijana, kusimama kwenye vision ya ilani ya chama, maono ya kitaifa ya miaka ya mpaka 2050. Haya ni maadili ya kuratibu shughuli kulingana na majukumu aliyopewa. Kwa hiyo atajengwa kwa uadilifu, atajengwa kwa uwajibikaji, atajengwa kwa misingi thabiti. Hiyo ya tatu. Ili ukiongozi aweze kuwa na legacy, anabidi awe na maadili kabla ya mafanikio. Tunakwenda ya 4. Ili aweze kuacha legacy ukiongozi. Ya 4 ni point moja muhimu sana. Inasema hivi: huyu kiongozi anabidi awe na uwezo wa kuzaa viongozi wengine. Kuzaa viongozi wengine. Irekodi hivyo hivyo, is not, make sure usisahau. Yeah, nataka mnipate vizuri. Awe na uwezo wa kuzaa viongozi wengine. Uwezo ukawa ni